kuhusu vitendo vya kikatili na kinyama waliofanyiwa vijana wanaojishughulisha na kufanya biashara maeneo ya Mji Mkongwe siku ya tarehe 26 Juni 2025. Tumeona kupitia vyombo vya habari vikiripoti na chama chetu kupitia idara zetu za haki za binadamu na wengine wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu zaidi. Ndugu waandishi, mamlaka ya Mji Mkongwe ipo kwa mujibu wa sheria, na makosa yanayoweza kufanyika ndani ya Mji Mkongwe yapo kwa mujibu wa sheria, na hatua za kuchukuliwa zimeainishwa ndani ya sheria namba 4 ya mwaka 2010 na kanuni zake za mwaka 2023. Zote hizo sheria na kanuni haiwapi ruhusa wala fursa kwa mamlaka yoyote ile kutesa wanaovunja sheria hizo. Kilichofanyika na tulichokishuhudia ni mateso, ni utesaji. Hakuna jina jingine, ni torture, ni utesaji. Vijana wameeleza wenyewe walichopitia. Ni bahati mbaya sana mamlaka iliyopewa uwezo wa kutunza Mji Mkongwe inatumia njia ya torture kutunza mji. Ni mbaya sana. Mamlaka iliyopata trust ya Umoja wa Mataifa, UNESCO, kutunza mji wa historia na hifadhi yake inatumia torture kulinda mji. Hii si mara ya kwanza. Vijana wametueleza wapi walipopelekwa, wapi walipotupwa, nini walichofanyiwa. Haikubaliki. Kama hii ndiyo harama au ndiyo utaratibu wa kukonserve, wa kuhifadhi Mji Mkongwe, kama torture ndiyo njia, means ya kuconserve Stone Town walioamua kutumia mamlaka ya Mji Mkongwe, haikubaliki na tutachukua hatua. Kutupiga ni kwamba walitufunga miguu yetu hii, au unaweza kusema mwili mzima. Tulifungwa na vile vyuma. Baada ya kufungwa ni kwamba walikuwa na askari watatu. Vyuma una maana vyenye minyororo? Ya, vyuma vyenye minyororo, na sisi tulifungwa kamba. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapo ilikuwa ni askari wa mamlaka ya Mji Mkongwe na askari wa vikosi vya SMZ wanapokezana watatu. Kufanya nini? Kutupiga marungu. Mmoja kakaa pembeni, mmoja kakaa pembe hii, mmoja kakaa nje ya vyuma, naweza kusema nje ya sehemu ambayo miguu kidogo imetokeza huko, bi maana wanapiga nyayo. Kwa maana kulikuwa na askari watatu hao, ilikuwa kazi yao ni kupiga hao huko wakipokezana watatu kwa watatu. Baada ya kupigwa kulikuwa na dampu ilikuwa limewekwa pembeni la taka, ambalo tumezoea tunaita madampu ya manispaa yale makubwa. Ilikuwa imejaza maji machafu. Hapo sasa unachukuliwa, unatakiwa uingie mule, uzame mpaka masikio asifanye nini, yasionekane. Wakati umezama kule, kuna askari wawili wanasukuma rungu, bi maana kwamba sikio likitokeza tu wewe unapigwa. Kwa maana ilikuwa kwa mazingira yalivyo ni lazima uzame chini ili usalimike na yale marungu. Na ndio kama mnavyoona kijana huyu